Kisa kizuri kina durusi ndani yake. Kuna mzee mmoja alifika umri wa miaka 110, anafanywa interview. Anaulizwa kitu gani umepitia katika maisha yako, kitu si cha kawaida. Anasema alipofika umri wa miaka 70 alifariki mke wake. Baada muda akataka kuoa mke mwingine, watoto wake wakamkatalia. Alikuwa na watoto 7, 5 wanaume, wanawake 2. Na wanaume wote washaoa, washamia majumbani mwao, na wanawake 2 washaolewa, washamia majumbani mwao. Ikawa yule mzee anaishi peke yake katika nyumba. Kwa hiyo alijiamulia kwamba aoe mke mwingine. Subhanallah. Hawa watoto wake wakamkatalia, hawajamkubalia baba yao kuoa mke mwingine, wanaona kisha kuwa mtu mzima. Subhanallah. Wakamwambia, si tutakaa na wewe, tutakuja asubuhi, tutakuja mchana, tutakuja na jioni. Usiku tutarudi, kila mmoja atarudi nyumbani kwake. Sasa yule mzee akawaridhia watoto wake mwanzo, lakini ikifika usiku anajisi anakuwa peke yake ndani ya ile nyumba. Hawa watoto baada ya miezi 2-3 kidogo, wengine wanachelewa, wengine mara hawendi kabisa. Subhanallah. Kwa yule mzee akaamua aoe kisiri, akatafuta mke akaoa. Alipokusha kuoa akawajulisha watoto wake. Watoto wake tena hawawezi kuzungumza kitu tena. Subhanallah. Kwa hiyo akanaishi na mke mwingine huyo baba mtu. Mwenyezi Mungu akamjalia akapata watoto 5. Akaishi mpaka akafika miaka 100. Alipofika umri wa miaka 100, wale watoto wake 7 wa mwanzo wote wamefariki. Subhanallah. Wakabaki hao watoto 5 na mke wake ndio alikuwa anamshughulikia huyo. Subhanallah. Ndio anasema ingekuwa kawasikiliza watoto wake wale mwanzo kwamba sio mke mwingine, ingebaki peke yake. Subhanallah. Kwa hiyo sisi tukitizama hapa tunaona yani almaut biyadillah. Mara nyingine mtu mzima anabaki anaondoka mdogo, mgonjwa anabaki anaondoka mzima. Subhanallah. Na zawaji vile ndoa, zawaji ni neema. Mwenyezi Mungu anajalia utulivu katika nyumba, huruma, mapenzi baina mke na mume, na watoto baraka. Subhanallah.